mtu mmoja anaitwa Samuel. Samuel alikuwa, historia yake ni mama yake alichelewa kubeba mimba. Alikuwa ni tasa kabisa. Alipokuwa ni tasa, akahitaji kupata mtoto na akahitaji sana, akaomba sana. Ikafika wakati akachoka, akasema, Mungu, ukinipa mtoto nitakupa wewe kuwa nabii." Na Mungu akamjalia akapata mimba, akajifungua mtoto wa kiume ambaye aliitwa Samuel. Maana ya Samuel ni maana yake Mungu amesikia, ni Mungu amejibu. Ni jina la Kigiriki linaitwa Shemaeli. Kwa Mungu amejibu, Mungu amesikia. Kwa na Mungu alisikia, akampa mtoto wa kiume. Yule mtoto akatolewa madhabahuni. Yule mtoto akaanza kumtumikia Mungu. Ukienda moja kwa moja kwenye kitabu chako Samueli wa kwanza 3 mstari wa 19, Biblia inasema neno lolote lililotoka kinywani mwa Samueli Bwana alilitimiza. Bwana alilifanya. Chochote ambacho Samueli alitamani kuzungumza na akikizungumza kinafanyika. Samueli akawa ni mwaminifu mbele za Bwana, akatenda matendo mema mbele za Bwana. Hakuwahi kufanya kitu chochote cha dhulma katikati ya watu, na akawa ni mtu mkamilifu mbele ya Bwana. Biblia inasema akawa ni mtu wa kuheshimika, na Mungu akaheshimu maneno yake. Chochote alichokisema na kukitamka kikaestablishiwa Israeli. Ni moja kati ya manabii na wapenda. Ni moja kati ya manabii ambao natamani kuwa kama wao. Ni moja kati ya manabii ambao wananifurahisha. Wanamjua Mungu, wanakaa na Mungu, wanatembea na Mungu, wanamfahamu Mungu wao, wakamjua Mungu wao. Hawakuama njia, wala hawakuhamishwa na chochote. Nisikilize. Anawaaga wana Israeli. Anawaaga wana wa Israeli Samueli. Anawaaga wana wa Israeli Samueli. Nataka tupite kwenye hotuba yake kidogo. Kuwa ni mtu asiyegeuzwa na chochote. Ni mtu ambaye neno la Bwana limemgeuza ndani. Ni mtu ambaye anamfahamu Bwana vizuri. Ni mtu ambaye anamjua Mungu wake vizuri. Ni mtu ambaye hawezi kumiumbisha kwa chochote. Twende kwenye moja kwa moja kwenye Samueli wa kwanza 12. Samueli 12:3 anasema, "Nami nipo hapa, basi nishuhudieni mbele za Bwana na mbele za masihi wake. Nalitoa ng'ombe wa nani? Au nalitoa punda wa nani? Au nalimdhulumu nani? Au nalimuonea nani? Au kwa mikono nami nimepokea rushwa inipofushe macho." Unasikia huyu mtu anapoongea? Anasema, kama niliwahi kuchukua punda wa mtu, kama niliwahi kuchukua ng'ombe wa mtu, au kwa mikono yangu hii kuchukua rushwa ya mtu, inipofushe macho leo. Watu wangapi wanaweza kusema hivyo? Watu wangapi wana hiyo audacity? Watumishi wangapi wanaweza kuwa na hiyo audacity? Anasema kama kuna hela yoyote ya suma niliwahi kuipokea kwa mikono yangu, Samuel anasema inipofushe macho leo hii. Kama kuna mtu yote niliwahi kumwibia, ilipofushe macho. Anawashuhudia mbele zake. Unasikia wana wa Israeli ambacho wanakuja kusema. Ukisoma wakasema, "Haukutudhulumu wala hukutuonea wala kupokea kitu katika mikono yako wala ya mtu awaye yoyote." Wanamjibu wanamwambia, "Haupwagi kufanyaga hivyo." Watu wao wanatembea na Mungu. Watu wao kugeuzwa kwake na Mungu kuna kaa kwenye maisha yake. Ni nabii mpaka anakufa. Ni nabii mpaka leo. Ni nabii ambaye tuna kitu cha kujifunza kwake. Ni nabii ambaye watumishi wana kitu cha kujifunza kwake. Hakugeuzwa na hali yoyote ile. Hakugeuzwa na changamoto yoyote ile. Alikuwa ni nabii. Akasema, "Sikuwahi kutenda dhambi ya namna yote, kuacha kuwaombeeni nyinyi wana wa Israeli." Mlikuwa wanafamilia wa Jesus Embassy. Tafadhali subscribe kwenye alama hiyo nyekundu, gusa, alafu bonyeza pia alama hiyo ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video hizi za mafundisho ya Mungu. Pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii kama Facebook, TikTok na Instagram kwa jina hilo hilo la Apostle Florian Gr. Karibu.